atukuzwe Bwana, atukuzwe Bwana, Mungu mwenye baraka, atukuzwe Bwana. Oh, ainuliwe Bwana, ainuliwe Bwana, Mungu mwenye baraka, ainuliwe Bwana. Ainuliwe Bwana, Mungu mwenye baraka, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye uwezo, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye kutupa ushindi, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye kutuokoa, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye baraka zote, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye uwezo, ainuliwe Bwana. Mungu mwenye kutenda, ainuliwe Bwana. Mungu asiyeshindwa, ainuliwe Bwana. Mungu aliye wa kwanza, ainuliwe Bwana. Mungu aliye wa mwisho, ainuliwe Bwana. Mungu aliye omega, ainuliwe Bwana. Mungu atupaye kushinda, ainuliwe Bwana. Mungu aliye wa kuabudiwa, ainuliwe Bwana. Mungu aliye na uwezo, ainuliwe Bwana. Pigia Yesu makofi jamani. Inua tu juu Yesu. Inua. Huyu anatupatia kushinda na zaidi ya kushinda. Tukiwa na Yesu hatuna haja ya kuogopa chochote. Inua Yesu tutone. Oh, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiye badilika. Huyu Yesu hawezi badilika. Imba nami. Nimempata asiye badilika. Sema Yesu hawezi badilika. marafiki wa karibu wanaweza badilika. Huyu Yesu wangu hawezi badilika. Nimempata asiye badilika. Sema na mimi. Yesu hawezi badilika. Oh, nimempata aliye wa karibu. Huyu Yesu hawezi badilika. Nimempata asiye badilika. Sema na mimi. Yesu hawezi badilika. Uchumi wa dunia waweza badilika. Ukiwa juu tena uanguke chini kweli. Nimempata asiye badilika. Huyu Yesu hawezi badilika. Sema nami. Nimempata asiye badilika. Nina furaha. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Ameahidi kuwa na mimi. Hawezi badilika. Majira yabadilike. Hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Hawezi badilika. Amekuwa Mungu wa karibu. Hawezi badilika. Piga tu makofi mwambie Yesu anastahili. Hawezi badilika. Unaweza ukageuka na marafiki wa karibu by the way. Lakini Yesu si kama mwanadamu. Akiahidi atatimiza alichosema. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Ameahidi kuwa na mimi. Hawezi badilika. Hawezi kunikimbia. Hawezi badilika. Atatembea na mimi Baba. Hawezi badilika. Atakuwa na mitili mwisho. Hawezi badilika. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. 1, 2, 3 praise. Inua tu mikono yako mwambie Yesu nakushukuru maana wewe huwezi badilika. Mwambie Yesu I am grateful to you because you will never change. You are the same yesterday, today and forever. You are the I am that I am. You are God from beginning to the end. Hallelujah. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Sema Mungu wa uzima, Mungu wa
uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, wewe ndiye uzima wangu. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uwezo, yeye ana uwezo wote duniani. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa upendo, unayenipenda sana. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. mimi najua Unaweza. Ndiye Yesu, Najua unaweza. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. najua unaweza. Ndiye Yesu, najua unaweza. Najua unaweza. Hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Najua unatosha. Najua unatosha. Hata kama mambo ni magumu, najua unatosha. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani sana, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima wangu, Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Baba Mungu wetu wa uzima, tunakutamani sana na mioyo yetu. Hata kama mambo ni magumu namna gani, tunajua una uwezo wa kuyatenda. Hali zinaweza kuwa ni hali ngumu maishani mwetu. Wengine wetu tulitaraji mwaka huu wa 2025 Novemba tutakuwa tumeyatimiza malengo yetu ya mwaka, ila mengine hayajatimia. Lakini hata kama mambo ni magumu, mioyo yetu ya kutamani Bwana, tunajua una uwezo wa kutenda. Inaweza kuwa imebakia mwezi mmoja na wiki za kuhesabu mwaka uishe, lakini tunajua una uwezo wa kutenda. Vile ulivyowafanyia wana wa Israeli, nyuma yao mbele yao wanaona bahari ya Shamu, nyuma yao wanaona Wamisri wakifuatana nao wakitaka kuangamiza. Bwana ukatengeneza njia katikati ya bahari Shamu. Najua hata kama inakaa kama bahari Shamu mbele zetu, utatengeneza njia kabla ya mwaka kuisha. Huu ni mwaka wetu wa joy and gladness, na ni lazima tufurahie Bwana na tusherekee ndani yako. Tunakataa kila maroho ya kuvunjika moyo, maana tumekuja mahali hapa tukutane na wewe. Tumekuja na matumaini kwamba utatenda. Hata kama mambo ni magumu namna gani, tunajua unaweza. Hali za familia zetu zinaweza kuwa kama mlima, lakini utaenda kusawazisha milima. Utaenda kuinua vibonde, vitainuka. Utavifanya vikuwe tambarare. Tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana. Bwana, wewe upo hapa katikati yetu. Pokea utukufu wote, heshima na taadhima, wewe uketie mahali pa juu sana. Wewe usiyeshindana na mwanadamu yeyote, uliyeumba na wala haukuumbwa. Tunakuinua na tunakuadhimisha. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ongeza
Jesus Celebration Center. And in Jesus Celebration Center we celebrate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ulikuwa umetoka nyumbani ya kukukuwa na sherehe, hapa ni mahali pa kusherehekea. Haleluya. Kwa hivyo nataka uweke mikono yako pamoja tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Lucas akapate kushiriki nasi neno asubuhi ya leo na tutabarikiwa. Weka mikono yako pamoja. Hallelujah. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Pige Bwana makofi mazuri kuliko haya. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Thank you so much, choir. I'm honored. But you remain please to translate. Choir, thank you so much for your gifting this morning. Bwana asifiwe sana. I'm excited today. This is a wonderful Sunday. This is the day that the Lord has made, and Ndiyo siku ambayo Bwana amefanya. we shall rejoice and be glad in it. Tutashangilia na kufurahia kwayo. How many of you have had a wonderful week like I've had? Wangapi wenyu wamekuwa na wiki njema kama mimi? Naona mwalimu anainua mkono. See Pastor Zipporah also. God is really good. Mungu ni mwema And he's really wonderful. na yeye ni wa ajabu. I appreciate him for the goodness. Namshukuru kwa sababu ya wema wake. And I'm humbled to still be in salvation up to now. He's my Lord and Savior. Nanyenyekea kuwa bado chini ya wokovu. And I'm glad to be in the house of the Lord today. Nafurahia kuwa nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. I have a lot of testimonies this week that I have seen. Nina ushuhuda nyingi katika wiki hili. Starting with our Igbo evangelist. We were praying for you. And now I hear that you are telling me that you are okay. I thank God for you, Mutanu. Tulikuwa tunamwombea mmoja wetu Mtanu na tunashukuru Mungu ako sawa. What the Lord is doing in your life. Tunashukuru kile Mungu anafanya maishani mwako. He is indeed Jehovah Rapha. Yeye ni Jehova mponyaji. Amen. Amen. My daughter is finally home after 4 years of education and I'm glad. Mtoto wangu ako nyumbani, amemaliza kidato cha 4, ako nyumbani. I see also Ushindi is coming in. I'm glad for what Naona the pia Lord has done Ushindi for them. anaingia ndani. Studying for 4 years and finishing is not a joke. Kusoma kwa miaka 4 na kumaliza si rahisi. So we celebrate their achievements. Tunashukuru kile ambacho wamefanya. I can see our 2 moms in the house. Ninaona mama zetu wawili kwenye nyumba. And we appreciate you. Tunawashukuru. You know, a mother will love you until the end. Unajua mama atakupenda mpaka pale mwisho. When Jesus was at the cross, Wakati Yesu alikuwa msalabani, the mother was still there. mama yake alikuwa pale To the end. mpaka mwisho. I salute all mothers in the house. Mama zetu ninawapa kongole. Aisi mwapigie makofi. Yet again, I'm honored to serve here under the grace of our man of God, Pastor George. Ninanyenyekea kushiriki pamoja nanyi chini ya neema ya mchungaji George. Under Papalai in JCC. Na juu ya mchungaji Papalai JCC. I'm really honored to serve alongside Pastor Zipporah here. Nimenyenyekeshwa kutumika pamoja na mchungaji Zipi, mama yetu katika nyumba. Don't wait for when someone is not there, then you start saying, oh, what? Like people were saying about Betty Bayo. Let's appreciate our people when they are here. Wakati hata kuwepo ndio mshukuru. I want to appreciate Pastor Samuel. Nataka nishukuru mchungaji Samuel. Who is a mentor to me. Ambaye yeye ananifunza mimi. I like the way you translated. I said mentor to me, you said he's teaching me. Yes, he's teaching me and he's a mentor to me. Hallelujah. Amen. Tupige pia Betty makofi. Naona Johnson anapiga vyombo na nguvu ndio appreciate. Oh, we appreciate you. We see you in the house. Gie Johnson makofi pia. Ati kwani mimi sionekani? Watanijua. I also want to appreciate my beautiful wife. Thank you, honey, for holding my hand all those years. Mke wangu pia.
So today we are going to share under the power of the Holy Spirit about the fear of God versus the fear of man. Sasa leo tunaenda kushiriki chini ya uwepo wa Roho Mtakatifu kuhusu mada isemayo kumwogopa Mungu na hofu ya Mungu. And Pastor Becky, we miss her in her absence. Na mchungaji Becky pia tunampeza sana. Pastor Zipporah, will I disturb you today with the Bible, please? English. We are going to study many verses because this is a study session. Tutasoma maandiko mengi. But I want us to start from the 2 Timothy chapter verse 1 to 7. Nataka tuanzie kwa Timotheo wa pili 1:7. Yes, because we are talking about fear of God versus fear of man. Tunazungumza kuhusu hofu ya Mungu na hofu ya binadamu. Yes. That will be our foundation verse as we continue to tackle other verses. Hiyo itakuwa msingi wetu tunapoendelea. Chapter 1 to verse 7. Chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. The Bible says, "For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline." Amen. Father, we thank you for your word. As we share this word, may the Holy Spirit bring the revelation. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So we require Kiswahili Bible for the fear of man versus the fear of God. Hofu ya mwanadamu na hofu ya Mungu. Fear, first of all, we are being taught here in the Bible that God has not given us a spirit of fear. Hofu tumeelekezwa hapa kwenye Biblia kwamba Bwana hajatupa ile roho ya kuogopa. So fear in itself is not a Christian habit or is not a Christian character. Sasa hiyo hofu sio tabia ya Mkristo. It's not something to be associated with you as a Christian. Sio kitu ya kujiunganisha pamoja nayo kama Mkristo. So the Bible is telling us instead of fear we have been given a sound mind. Sasa Biblia inatuambia tusikuwe na hofu bali tuwe na akili timamu. And we have been given power. Na tumepewa nguvu. Basically the Bible is against fear. Biblia iko kinyume na hofu. Because when you fear, kwa sababu unapo hofu, that means that you don't have faith. Inamaanisha kwamba una imani. Fear is the direct opposite of faith. Hiyo hofu ni kinyume ya imani. Because whatever you are fearing for, if you could only have faith for it, kwa maana chochote ambacho unakiofia ungekuwa tu na imani kwayo, then you'd have nothing to fear about. Ungekuwa na kitu ambayo huwezi hofia. As a true believer knows that the things that have not yet come will come. Muumini wa kweli anajua kwamba mambo ambayo hayajakuja yatakuja. But those who fear keep on wondering, how will it come? When shall it come? Lakini wale ambao wana hofu wanafikiria itakuja lini, itakuja vipi. And they are worried about food, and when they eat they are worried about what they are going to eat tomorrow. It is a continuous cycle. Wanahofia kila ambacho watakachokikula na kila ambacho watakachokivalia. When you fear about something, then you achieve that project, again you start fearing for the next project, it will never end. Unapohofia jambo fulani na kinapotimilika pia unaendelea kuhofia jambo kingine. So basically there are many fears, there are many things people fear. Sasa kuna hofu nyingi ambao watu wanahofia. We are not supposed to fear, but it is true that we fear. We do fear many things. Haitupasi tu hofu, lakini tunahofu mambo mengi. Man has a lot of fears. There are those people who fear speaking in public, for example. Mwanadamu ana hofu sana na kuna wale ambao wana hofu hata kuongea mbele ya watu. Some of the people who have a lot of things they can contribute, but when you put them in front of people, the words disappear. Kuna watu ambao wanaweza ongea maneno mazuri lakini ukiwaweka mbele ya watu maneno yanapotea. Some even know how to criticize you very well while you are sharing the word or you are preaching, but if you give them a chance they will never be able to. Wengine wanakudhihaki unaposhiriki neno la Mungu lakini ukiwapa nafasi hawataweza. And I pray for you, if you are gifted but you fear, may the Lord remove that fear so that you can be able. Kama wewe una karama na unaogopa, ninaomba ikaondoke kwa jina la Yesu. To manifest your gift for the glory of the kingdom. Yako ikaonekane kwa utukufu wa Bwana. Hallelujah. Amen. There are also people who fear death, who fear sickness. Kuna watu ambao wana hofu kifo na magonjwa.
There's people like Job who used to fear that, oh, my children are going to go astray. They used even to offer sacrifices for them. Kuna watu kama Job ambao waliofia watoto wake wataelekea vibaya. And the Bible records that the thing that he feared came upon him. Na Biblia inasema ya kwamba kile ambacho alihofu sana kilimjia. So fear can attract whatever you are fearing for, you can attract it in the spirit. Sasa kile ambacho unakiogopea kinaweza fanyika katika kiroho. Because when the enemy looks at you, he can easily see what the fear defines you. So it's easy for him to bring that thing into effect. Sasa adui anapokuangalia anaona kwamba una hofu na kile ambacho unahofia atafanya kitendeke. So students fear failing their exams. Wanafunzi wanahofia kufeli mtihani. There are so many fears. Even there are some people who when they stand on a high place they fear heights. Kuna kuogopa kwingi na kuna wale ambao wanasimama katika mahali pa juu wanaogopa pia. But today the two fears that I'm interested in are the fear of God versus the fear of man. Lakini leo tunaenda kuzungumzia hofu ya mwanadamu na hofu ya Mungu. And we are going to basically look at them and see what is this? What is fear of man? What is fear of God? Na tunaenda kuziangalia, tuangalie ile hofu ya Mungu ni gani na hofu ya mwanadamu ni gani. Hallelujah. Amen. So there are some things which show that you fear man and you fear God. Kuna vitu ambavyo vinaonyesha unamwogopa Mungu na kumwogopa binadamu. The things that can show us whom you fear or whom you respect. Yale mambo ambayo yanaweza tuonyesha yule ambaye unaogopa na yule ambaye unaheshimu. Because we can clearly see from your behaviors and from your conduct, this is how you fear, this is how you think. Tunaweza kuona waziwazi kwa vile ambavyo unajichukua kila ambacho unahofia. Hallelujah. Amen. So those who fear men, let us start with that. Wale ambao wanahofu mwanadamu, tuanze na hiyo. You fear men, these are some of the characteristics that are going to be present in your life. Kama unahofia mwanadamu, hii ndiyo tabia ambayo inaenda kuonekana maishani mwako. This is a person who always needs other people's approval so that they do something. Huyu ni mtu ambaye anahitaji upendeleo wa watu upendeleo wa watu ndiposa akafanye jambo. They always ask, wanauliza, should I do this? How do you see this? Nifanye hili, unaona vipi hili? It is as if the validation of man is more important. Nikana kwamba ile kitu ambayo mwanadamu ameamua ndiyo ambayo ataifanya. That he has to consult his friends. What would my friends think about this idea? Lazima aulize marafiki zake wanafikiria vipi. They have to talk to so many people before even they decide on doing it. Lazima waongee na watu wengi kabla hata kuamua kulitenda. If you need validation, kama unahitaji maelezo, if you need people to validate you before you do something, kama unataka watu wakuelekeze kabla ya kufanya jambo, even in simple things like dressing, you know you have dressed smartly from your house. Hata kwa mambo madogo madogo kama kuvalia. But unless someone tells you that you are smart, kama mtu hajakwambia unapendeza, that day you are going to say, that outfit was not even good. Nobody complimented me. Hakuna mtu ambaye alikuambia uko umeng'ara. You are so fixated on what people think about you. Wewe umeelekeza akili yako na kila ambacho watu wanasema. Everything that you do, you wonder, what will they say? Kila ambacho unafanya unafikiri watasemaje? What will they? Who are these they that you are living your life to please? Watu ni kina nani ambao unaishi maisha yako kuwapendeza? Hallelujah. Hallelujah. We are studying now the characteristics of people who are always thinking about, who are always giving people so much access and fearing people so much in their opinions. Sasa tunajifunza kuhusu tabia za wale watu ambaye wanaongozwa na Hallelujah. Amen. I'm going to look at this in several categories so that people can relate. Naenda kuiangalia katika njia nyingi. There is, for example, youth. If you are a youth and you fear the approval or you fear men, kuna wanarika na wanahofia wanadamu. We are going to see you getting into all kinds of behaviors because you are fearing what your friends are going to say. Tunakuona ukiingia katika tabia zisizofaa, maana unahofia marafiki zako watasema nini. If your friends are smoking, for example, and then you happen to be there. Kama rafiki yako amezungumza na uko pale smoking, anafuta sigara, and there are 2 or 3 and then you are there, na kuna mmoja wawili na wewe uko pale, and then they start laughing at you and asking you, hey,
are you a holy Joe? Why don't you smoke with us? Why don't you drink with us? Why don't you do this and Wanaanza that with us? kukucheka na kukuuliza kwa nini haufanyi hivi pamoja nasi. Being a youth who fears men above God, Kuwa mwanadamu ambao unahofu Mungu juu ya binadamu. it is easy for you to compromise because you want to please them. Ni rahisi ya wewe kufanya vile ambavyo wanataka. And so many have been drawn into addiction because they wanted to please fellow men. Na wengi wameingia katika addiction maana wanataka kupendeza binadamu. Because they started drinking so that they can be accepted by their friends. Walianza kukunywa ndiposa wakakubalike na marafiki. And in the end they became alcoholics and they were not able to get themselves out of that. Na pale mwisho wakafanyika walevi na wangeweza kujitoa. Hallelujah. Amen. So whom do you fear? Do you fear man or do you fear God? Unamwogopa nani? Mungu ama binadamu? We can see that culture, the cultures that we come from, Tunaona zile mila ambazo tunatoka can also make us to fear men over God. zinaweza tufanya tuogope bwanadamu. There's these cultures that we have, traditional practices that we have that are not biblical. Kuna hizi mila ambazo tuko nazo ambazo si za Biblia. And some people who are professing Christians, Na kuna watu wengi ambao wanakiri Kristo. when it comes to push and shove, who will you fear? Is it man or God? Inapokuja katika hizi mila utamwogopa nani? Mwanadamu ama Mungu? You always get people who have shaven their heads, yet they are Christians. Umepata watu ambao wamenyoa nywele zao na ni Wakristo. And if you ask, they tell you that my relative passed and we are supposed to shave our heads, all of us. Ukiwauliza wanasema kwamba mmoja wetu alikufa na inatupasa tunyoe. It's not a biblical practice, it's not a Christian practice. Hiyo haiko kwenye Biblia. We are told specifically not to honor the dead. Tunaambiwa kwenye Biblia kwamba tusiheshimishe waliokufa. As if we are worshiping them. Ni kana kwamba tunawaabudu. But we see this happening. Lakini tunaona hii kitendeka. We see even in our weddings. Tunaona hata katika harusi zetu. That we say that we don't take alcohol because we are Christians. Tunasema ya kwamba hatunywi pombe manake sisi ni Wakristo. And in the dowries and in the ceremonies of the weddings, you find that the Christians are in one tent and in the same compound. The other people are drinking in the other tent. Na katika kupeana mahari tunapata kuna watu wanakunywa katika tenti zile. And if you ask, they will tell you it is a culture. Na unapouliza wanakuambia ni tamaduni. At what point will you please your people, your tribesmen, your African roots over God and over His word? Mpaka lini utapendeza binadamu juu ya Mungu? We have so many negative cultural practices. Kuna mila na tamaduni ambazo si za Kikristo. There are things like wife inheritance. Kuna vitu kama kuoa mara mbili, kurithi mke. And so many other negative aspects. Na vingine ambavyo si vya kiungu. And we find Christians falling into them because they fear men over God. Na tunapata Wakristo wakijiingiza ndani manake wanaogopa watu. Hallelujah. Amen. So today, who do you fear? Do you fear man or do you fear God? Sasa leo ni nani unamwogopa? Unamwogopa Mungu ama binadamu? I'm going to look at two men briefly in the Bible. Naenda kuangalia watu wawili kwenye Biblia. And we are going to study how they behaved while they were under pressure. Tunaenda kujifunza vile ambavyo walifanya wakati walikuwa na pressure, shinikizo. The first person we are going to look at is King Saul. Wa kwanza tunayeenda kumwangalia ni mfalme Sauli. In the book of 1 Samuel chapter number 15. Samueli wa kwanza 15. We are going to see how King Saul behaved when he was under this test. Does he fear man or does he fear God? Tunaenda kuangalia vile ambavyo Sauli alifanya, anamwogopa Mungu ama binadamu. Pastor, chapter number 15. 1 Samuel chapter number 15. The story about Samuel when he was rebellious, when he was sent out to destroy the Amalekites and he did not do what he was supposed to do. Wakati aliasi Sauli. 15 verse number. Just read me the verse, the specific verse where he is being told that. Let me see it. Where he told Prophet Samuel that. 22. I'm there now. 22. The Bible says, 1 Samuel chapter. Sorry, let me just interrupt you. Verse 20.
Verse 20. But I did obey the Lord, Saul said. Yes. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Yes. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Amen. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as a king. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. We are studying King Saul's action. Tumeona vile ambavyo Sauli alifanya. King Saul was expressly instructed by the prophet Samuel. Mfalme Sauli alielekezwa na nabii Samuel, Samueli, that God has said that you go and destroy the Amalekites. Ya kwamba Mungu amesema uende ukaharibu Amaleki. Destroy everything in that city. Haribu kila kitu pale. Yet what he decided to do was different. Lakini yeye aliamua kufanya kitu cha utofauti. When they went and captured the place, wakati walienda na wakateka ile mahali, his men started is not in the scripture, but his men is as if they started asking him, shall we destroy even these fat cows? Na watu wake wakaanza kuuliza, tutaua hao ng'ombe walionona. Let us keep some for ourselves. Tujiekee zingine zetu. And King Saul, na mfalme Sauli, ignored what the Lord has expressly said. Akapuuza kile ambacho Mungu alimwambia. And he took those animals back. Na akachukua wale wanyama. And now he was trying as if to cheat the man of God and to tell him, oh, we brought them for sacrifice. Akakuwa anajaribu kumdanganya mtumishi wa Mungu ya kwamba tumeileta kwa sadaka. And also he compromised in bringing the king, and he was supposed to destroy everything. Na akakubaliana pia na kumleta mfalme, na alipaswa kuharibu vyote. Hallelujah. Amen. This is a king who was the first king of Israel. Huyu ni mfalme ambaye alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. And the instruction was very simple: destroy everything. Na ile maelezo ilikuwa ya kwamba aharibu kila kitu. But because the fear of God was not in him, kwa sababu ile hofu ya Mungu haikuwa ndani yake, so much as pleasing his men, fellow men, na so much as pleasing men, yeye alitaka kupendeza binadamu. He decided to please men more than God. Akaamua kupendeza binadamu sana kuliko Mungu. And God, because he looks at the heart. Na kwa sababu Mungu anatazama moyo. And in Jeremiah chapter number 17 verse 9 tells us that the heart is desperately wicked. Katika Jeremiah Biblia inatuambia kwamba moyo ni mdanganyifu sana. That it is only God who can know the workings of the heart. Ni Mungu tu ambaye anajua zile hoja za moyo wetu. So he was able to read Saul's heart and he was able to see that this was rebellion. Alisoma moyo wa Sauli na akajua hii ni kuasi. And he told him, because you rejected the word of the Lord has also rejected you. Akamwambia kwa sababu umekataa neno la Mungu, pia Mungu naye amekukataa. So today, sasa leo, if you are in the possession of King Saul, kama uko katika sehemu ya mfalme Sauli, and you have more pleasure in honoring people or pleasing men over God, wewe unafurahia sana kupendeza wanadamu kuliko Mungu, what happened to Saul will also happen to you. Kile kilimtendekea Sauli kitakutendekea nawe. Because the Bible tells us clearly that the God is not a respecter of man. Kwa maana Biblia inatuambia waziwazi ya kwamba Mungu hamheshimishi yeyote. So if in your working, in your life, you please men more than God, sasa katika maisha yako kama unapendeza watu kuliko Mungu, God takes that as rebellion. Mungu anachukua hiyo kama kuasi. And he says that even though you may come later on to sacrifice, na anasema hata kama utarudi baadaye kutoa sadaka, that God is not pleased by your offerings and your sacrifices. Mungu hapendezwi na sadaka na dhabihu zako, especially if they come from a place of disobedience, kama zinatokana na kutokutii. Hallelujah. Hallelujah. And he will also reject you like he rejected King Saul. Atakukataa jinsi ambavyo alimkataa mfalme Sauli. I want us to look at another man. Nataka tumtazame mtu mwingine who was facing the same kind of trouble, ambaye alikuwa katika shida kama ile ile, from the same enemy, the Amalekites, kwa adui wale wa Amaleki, who King Saul had been told to destroy. Mfalme Sauli aliambiwa akamharibu. In chapter number 30, we were in chapter number 15, King Saul was told, destroy these people.
Katika mstari wa 30 aliambiwa aharibu hao watu. Yet we find the same enemy regrouping again and coming to attack in chapter 30. First Kings chapter 30. Na tunapata ule adui anakuja kuvamia. The same people who are meant to be destroyed completely. Wale watu ambao iliwapasa wakaharibiwe kabisa. But because King Saul favored men more than God, kwa sababu mfalme Sauli aliwapenda wanadamu kuliko Mungu, he gave them a chance and they rose again and they are now attacking Israel. Aliwapa nafasi na pia wakaamka ili kuvamia Israeli tena. Chapter 30 tells us the story of Ziklag. Mstari wa 30 unatuambia historia ya Ziklag. This is a story of how David and his men were ambushed. Hii ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu Daudi na watu wake. They had gone for battle and in their absence the enemy came. Walienda katika vita na walipokuwa hawapo adui wakaingia. And when the protectors have gone, they came in and they found only ladies and children there. Wakati walikuja wakapata ni wanawake na watoto tu. So they captured everything. Sasa wakateka kila kitu. And they took away the wives and the children. Na wakachukua wale wake na watoto. And they plundered the whole city, the animals and all the wealth they took away. Na wakachukua wanyama na mali zote. So when David and his men returned, sasa wakati Daudi na watu wake waliporejea, they came back to find a ghost town. Wakakuja wakapata hakuna chochote. Everything has been destroyed. Kila kitu kimeharibiwa. There's no one there. Hakuna yoyote pale. The families are gone. Familia zimeenda. They started weeping until we were told that they cried until they had no more strength. Wakaanza kulia mpaka wakakosa nguvu. And the men turned against David. Na wale wanaume ambao walikuwa nao wakamgeukia. They even talked of they want to kill him. Wakazungumza ya kwamba wanataka wamuue. I want you to see the kind of pressure this man of God was under. Nataka uone hii pressure ambayo huyu mtu wa Mungu alikuwa nayo. That you are the leader and things have gone wrong. Wewe ni kiongozi na vitu vimeenda mrama. And people are now starting to complain against you. Na watu wameanza kulalamika kinyume nawe. This is the same kind of pressure that Moses was under. Hii ni ile aina ya pressure ambayo Musa alikuwa ndani. When there was no water in the wilderness. Wakati hakukuwa na maji jangwani. And everybody was complaining for water. Kila mmoja alikuwa analalamikia maji. Until he got so angry. Ndiposa akakasirika. And because of the pressure of men. Na kwa sababu ya ile pressure ya watu. That instead of talking to the rock, he hit the rock. Badala ya kuongea na ile mwamba aliigonga. And this is now the same kind of pressure we find David being under. Na hii pia ndio hiyo Daudi alikuwa ndani. Hallelujah. Hallelujah. And what did David do when he was under this kind of pressure? Na Daudi alifanya nini wakati alikuwa katika hali kama hii? When men were talking of they want to kill him now. Wakati watu walikuwa wanazungumza wakamuue. Remember he had also lost his wives and children. Kumbuka pia yeye alipoteza mke na watoto. Yet now they want to kill him. Na sasa wanataka kumuua. Hallelujah. Hallelujah. In his weakest moment. Katika wakati wake wa udhaifu. Despite what men were saying all around him. Ijalishi watu walikuwa wanasema nini kumuhusu. We are told in verse number 6. Tunaambiwa katika mstari wa 6. Pastor. 30 verse number 6 chapter first Samuel chapter 30 verse number 6. 30 verse number 6 inasema let me read. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Yes. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord his God. Hallelujah. Amen. So despite the bitterness of the men, haijalishi ile uchungu wa watu. And I don't know whether you have been in that situation. Na sijui kama ushaikuwa kwa hali kama hiyo. That you are the leader and something has gone terribly wrong. Wewe ni kiongozi na mambo yameenda vibaya. And everyone is now ganging up against you. Na kila mmoja amekugeukia. They even start doubting your common sense. Wanaanza kushuku kufikiria kwako. And we told you this guy was not a good person. Tulisema ya kwamba mtu huyu si mwema. Even there are some people who see things before they happen, they start saying, tulikuwa tumeona hii kitu. Kuna wakati ambao watu wanaona vitu kabla vitendeke, wanasema kwamba tulikuwa tumeona hii. But what did David do? Lakini Daudi alifanya nini? He encouraged himself in the Lord. Alijitia moyo katika Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Once you look up at heaven instead of looking at men down here. Wakati unapotazama juu badala ya kutazama chini. The solution will always come. Kuna suluhu ambayo itapatikana. So
Who do you fear today? Wewe unamwogopa nani Do you leo? fear the men Unaogopa wanadamu who are now here bitterly cursing you, complaining ambao wako hapa na uchungu wanalalamika, or do you fear God? ama unamwogopa Mungu? At your worst moment, when you are so desperate, who will you turn to? Will you turn to men or will you turn to God? Katika wakati ambao uko chini zaidi, utamtazamia Mungu ama mwanadamu? And then after encouraging himself in the Lord Na baada ya kujitia moyo katika Bwana and calling for the priest in verse number 7, na akamuita kuhani, we see that to men, tunaona katika wanadamu, to us men who are natural, sisi wanadamu wa asili, we could not even have thought of consulting the Lord about going after the enemy. hata hatungefikiria kumuuliza Mungu kuenda katika adui. It seemed so obvious. Ilionekana ya kawaida. These people have taken away our families and they are headed on this direction. We should go after them. Hao watu wamechukua familia zetu na wameenda katika njia hii, lazima tuwafuate. But David Lakini Daudi still had time to inquire of the Lord. alikuwa na wakati wa kumuuliza Mungu, Even though his life was in danger from his own men, hata kama maisha yake yalikuwa hatarini. he's still taking time to honor God. Yeye anachukua nafasi ya kumheshimisha Mungu, Because the fear of God in him was greater than the fear of men. kwa sababu ile hofu yake ndani, hiyo hofu ya Mungu ndani yake ilikuwa kuu kuliko ya He was wanadamu. not interested in calling his men, let us sit and think about this thing. What shall we do? Yeye hakuita watu wake na wakuambia tufikirie hivi, tutafanya nini? The opinions of men were not important to him like what God thought about this issue. Ile mambo ya binadamu haikumjalisha sana kuliko vile Mungu anafikiria. And in verse number 8, he asked this question. Katika kifungu cha 8 anauliza First. hivi. Should we go? Mstari wa 8 inasema, mstari wa 7, then David said to Abiathar the priest, the son of Abimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. Yes. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Amen. Hallelujah. Amen. It is only when God gives the okay, Ni kama Mungu atapeana ruhusa, that is when you should do something. ndiposa inakupasa ufanye kitu. It is not because the people are making noise, Si Pastor kwa Beck. sababu watu wanafanya kelele, It is not because they are complaining and murmuring. sio kwa sababu wanalalamika. Let them talk. Wacha waongee. What is God saying? Mungu anasema nini? What God says is final and it is the most important. Kila ambacho Mungu anasema ndio sawa. Yo, clap for Jesus. Amen. So we want to see now, Tunataka kuona what are some of the signs, a few signs that show that you fear. Oh, we are still continuing to see. What are some of the signs that show us who you fear? Do you fear God or do you fear man? ni alama gani ambazo zinaonyesha wewe unamwogopa Mungu ama binadamu. And if you are writing, the first one Kama unaandika la kwanza, is who do you listen to when you are under pressure? wewe unamsikiza nani unapokuwa katika pressure? And we have seen how King Samuel, King Saul, when he was under pressure, listened to men more than God. Tunamuona mfalme Sauli alipokuwa katika pressure aliwasikiza watu kuliko Mungu. And we see David did the exact opposite. Na tunaona Daudi alifanya kinyume. Very dangerous situation. Ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa mbaya. Yet he chose God. Lakini alimchagua Mungu. And what God desired. Na kile ambacho Mungu anatamani. Hallelujah. Amen. Another thing that we are looking at now. Cha pili ambacho tunatazama sasa, when there is temptation, kama kuna kujaribiwa, to compromise, ya kukubaliana, we also see who you fear under that time. Tunaona ni nani unaogopa katika wakati huo. Because there are sometimes life offers you zero choices. Maana kuna wakati maisha yanakuwa magumu. It gives you very limited choices. Inakupa kuchagua kwa udogo. It seems as if there's only one road to follow. Inaonekana ni kana kwamba ni njia moja tu ya kufuata. And being a Christian or being someone who lives under the principles of God, you are tempted to compromise. Na kuwa Mkristo ambaye anaishi na njia za Mungu, wewe unajaribiwa kukubaliana. We see this situation in the book of Daniel. Tunaona hali hii katika kitabu cha Danieli. Chapter number 1. Kifungu cha kwanza.
Daniel chapter number 1, Danieli kifungu cha kwanza verse number 8. mstari wa 8. We see this place or this situation where compromise is the easiest route out. Tunaona hii hali ambayo kukubaliana ndio njia rahisi. Hallelujah, Pastor. Maybe you just, for background, start at verse 5. Daniel verse 5 to verse 8. We want to study or to look at where in the Bible is it easier to compromise. Tunataka tukajifunze katika Biblia ni wapi rahisi ya kukubaliana. Chapter 1, yeah, verse 5 and verse 8. Only those two verses, please. Daniel chapter 1 verse 5 and 6. No, 5 and 8. 5 and 8. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for the 3 years, and after that they were to enter the king's service. 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself. Wakati wa Israeli walitekwa mateka na mfalme Nebukadnezar. And now Nebuchadnezzar chose the children of the royal families and he took them to captivity to serve him in his court. Na sasa mfalme Nebukadnezar akachukua watoto wa kifalme na akawateka mateka. Among them was Daniel. Katikati yao alikuwa Danieli. So these men were ordered, this is the food you are going to eat, this is your program, because they needed to be fit. Sasa hao walipewa maelezo ya kwamba hii ndio chakula ambacho mtakacho kikula. But one man, Daniel, lakini mtu mmoja Danieli decided in his mind akaamua kwenye akili zake that he was not going to partake of the king's food. Ya kwamba hatakula posho ya mfalme. Okay, I don't know about Daniel. Sijui kuhusu Danieli. But if it was me, it would be an honor to eat the king's food. Kama ingekuwa ni mimi Have you seen what these kings are eating? Hey. Hello. Hello. Is it not KFC material? Is it not just these KFC things? They are eating good things. Wanakula vitu vizuri. It's not this chicken. They are eating great things. Wanakula vitu kuu. And yet you choose to go now to take, was it vegetables and what he was taking? Yeye alichagua kula. Hey, you leave meat. First of all, for me, I'm a meat. I'm a nyama choma guy. I leave nyama choma, then I go for vegetables because... Mimi napenda nyama choma, niache nyama choma niende kwa mboga. I could even have asked the king to increase the ration so that we eat well now. Ningeuliza mfalme akaweze kuongeza posho ndiposa tukale vizuri. But for Daniel, lakini Danieli, he does not want to defile himself with the king's food. Kujichafua na ile chakula cha mfalme. Hallelujah. Amen. What was easier to do? Was it to eat the good food? Kile kilichokuwa rahisi kufanya ni kukula chakula kizuri. Or to be the only person who is compromising? Ama kukuwa yule mtu mmoja ambaye anakubaliana. And remember, if this news reached Nebuchadnezzar, kumbuka hii habari inapomfikia mfalme, he would have been executed immediately. Wewe unauawa. Because who are you to defy what the king has said? Wewe ni nani kupinga kila mfalme amesema? Hallelujah. Yet he stuck to his principles that I'm not going to eat this food. Lakini yeye alisema ya kwamba sitakula posho hii. Hallelujah. Amen. How many of us in situations of ease, when times are comfortable, wangapi wetu wakati nyakati ziko nzuri, when money is there, wakati pesa zipo, and when people are not looking, wakati watu hawaangalii, sometimes we behave because people are watching us. Wakati mwingine tunafanya vizuri kwa maana watu wanatutazama. Hello. But if you go somewhere where they don't know that you are Pastor Peter, lakini wanapoenda mahali ambapo hujulikani wewe ni mchungaji, they don't know that you are a man of God. Hawajui wewe ni mtumishi wa Mungu. They don't expect godly behavior from you. Hawatarajii ile tabia za kiungu. There's no one from JCC to report that they saw you drinking some wine. Hakuna mmoja kutoka JCC ambaye ataripoti ya kwamba alikuona ukikunywa mvinyo. At the end year Christmas parties which are coming up now. Pale Christmas ile ambayo inakuja sasa. It's only you and your colleagues. Ni wewe tu na wafanyikazi wenzako. And Jacob has never told them that he saved. Na Yakobo hajaiwaambia yeye ameokoka.
So when the drinks are brought at the table, Sasa wakati vinywaji vinaletwa mezani and they are asked, is 2 each? na wanaambiwa kwamba ni 2. Jacob is not going to say, bring milk Yakobo hatasema leta or maziwa bring soda. ama leta soda. They're going to laugh at him. Watamcheka. Say, hey, do we have teenagers here? Do we have small babies here? Kuna watoto wadogo hapa. Hello. Halo. I'm talking about compromise. Ninaongea kuhusu kukubaliana. It's easy to compromise than to follow what God says. Ni rahisi kukubaliana kuliko kufuata kile ambacho Mungu anasema. Remember, I'm talking about the fear of God and the fear of man. Kumbuka nazungumzia kuhusu hofu ya mwanadamu na hofu ya Mungu. In those times, katika nyakati hizo that you are changing your clothes, your wardrobe, ambapo unabadilisha nguo katika wardrobe yako. Here in JCC we know you're a lady or you're a girl who dresses very well, very decent, long dresses. Hapa JCC tunajua kwamba unavalia vizuri. But because now you have gone to college or you are somewhere where we are not seeing you, kwa sababu umeenda kule chuo kikuu na hakuna mtu ambaye anakutazama, you start wearing clothes that now are above the knee instead of below the knee. Unaanza kuvalia vibaya. Hallelujah. Hallelujah. Why do we always take the easier road of compromise? Kwa nini tunachukua ile njia rahisi ambayo ni ya kukubaliana? Where are the Daniels who are going to stand up to peer pressure? Madanieli wako wapi ambao watasimama? Who are going to stand up even to bosses at parties and say, yeah, bring alcohol for everyone, but bring me water or soda. Ambao watasimama kwenye mabosi na watasema mimi situmii hii, niletee maji ama soda. Do we have Daniels or do we have people who just are willing to compromise and to defile themselves? Je, tuko na Madanieli ama tuko na watu ambao wako tayari kukubaliana na chochote? Because we are fearing men over fearing God. Kwa sababu tunaogopa binadamu badala ya kumwogopa Mungu. Hallelujah. Amen. Are you going to fear God in times of compromise, or are you going to fear God in times of temptation, or are you going to compromise? Utaenda kumwogopa Mungu nyakati za shida ama nyakati za Hallelujah. ya kukubaliana ama utamwogopa Mungu? Let's clap for Betty again. Tumpigie makofi mazuri. It's not easy. I want to interest you in something. Nataka nikuonyeshe kitu. The Israelites Waisraeli could not be bewitched by Balaam. hawangeweza kurogwa na Balaam. When Balaam tried it, Wakati Balamu alijaribu 3 times he was not able to bewitch them. wakati 3 ambayo alijaribu lakini Instead he hakuweza. told King Barak Anamwambia mfalme that these people are blessed, na kwamba hao watu wamebarikiwa. that there's nothing that you can do against them. Hakuna kitu ambacho unaweza fanya kinyume. There is no enchantment that can work against Israel. Hakuna kile ambacho kinaweza fanyika kinyume na Israeli. Yet in the very next chapter, Lakini katika hiyo mstari unaofuata they fell. walianguka. They did not fall because of any battle that Barak did. Hawakuanguka kwa sababu ya vita ambavyo Balaki alifanya. They did not fall because of the bewitching of Balaam. Hawakuanguka kwa sababu ya kurogwa na Balaam. Compromise. Ile kukubaliana. Compromise. Kukubaliana. Temptation. Ile kujaribiwa Made them to fall. iliwafanya waanguke. The women of Barak's place Wale wa mama wa Balaam were very beautiful ladies. walikuwa warembo sana. So they came and seduced the Israelites. Sasa walikuja na kuwatongoza Israeli. And the Lord was angry with them. Na Bwana alikuwa amekasirika nao. And in one day, Na siku moja he killed thousands and thousands of them. akaua 1000 na 1000. Because while Moses was speaking Kwa sababu Musa alipokuwa and anaongea addressing the Israelites, akiwaambia Waisraeli, one of these Israelites who before, just one chapter before, ile mstari mmoja nyuma, Sura moja nyuma, just one chapter before, sura moja nyuma, we were told that nobody could bewitch these guys. tuliambiwa ya kwamba hakuna yeyote atakayewaloga. And the next chapter, Na mstari unaofuata, while Moses is addressing the crowd, wakati Musa anaeleza ile kikundi, this guy comes in with a lady from the enemy tribe. huyu mtu anakuja na binti. He ignores Moses, Anapuuza Musa, ignores the Israelites, all of them, anapuuza Waisraeli and goes into his set with that lady. na anaenda katika sehemu yake na huyo mwanamke. The people who could not be bewitched, just one chapter before. Watu ambao wangelogwa Hello. katika kurasa iliyokuwa Hello. nyuma. And there was this great warrior, Na kulikuwa na huyu mpiganaji mkuu, shujaa mkubwa, shujaa mkuu, who decided, I will not watch this evil with my own eyes. ambaye aliamua kwamba sitatazama hii, And he took a spear
na akachukua And he mkuki, stuck that man and that lady. na akaua huyo mwanamke na mwanamume. Hallelujah. Amen. Be careful of compromise. Be careful of temptation. Kuwa makini katika kujaribiwa na kukubaliana. What could not be destroyed by witchcraft Kile ambacho kingeharibiwa na kulogwa was destroyed by temptation through compromise. kiliharibiwa na kujaribiwa. So who do you fear? Unamwogopa nani? Do you fear God Unamwogopa Mungu or do you fear man? ama unamwogopa In times mwanadamu? of temptation, Katika wakati wa kujaribiwa will you stand utasimama or will you fall? ama utaanguka? Hallelujah. Amen. Will you be like Daniel, who was not willing to be defiled? Utakuwa kama Danieli ambaye hakutaka kuchafuka, Or will you be like Samson, ama utakuwa kama Samsoni offering the secrets? ambaye anapeana zile siri? Hallelujah. Amen. The secrets of your success and your greatness, Ile siri za kufanikiwa kwake, so that you can be destroyed and yet you are supposed to be the judge of Israel. ndiposa ukaharibiwe na wewe inakupasa kuwa So at that time, na wakati ule, when he was resting his head on Delilah's lap, wakati alikuwa amelala katika mapaja ya Delila, did he fear God or did he fear man? alimwogopa Mungu ama mwanadamu? The church has to come to a point of fearing God. Kanisa lazima lirejee katika nafasi ya kumwogopa Mungu, No matter the temptations around. haijalishi ile majaribu, Because the devil is not going to be tired of tempting Christians. maana adui hatachoka kujaribu wa Kristo. It is up to you to raise up your standard. Ni wewe kuinua kiwango. Fear God. Mwogope Mungu. Hallelujah. Amen. Hello, are we learning? Or Tunajifunza, are we getting something? tunapata kitu. So I want to look at another issue here just as I'm closing. Sasa nataka nitazame hapa jambo kabla nifunge, That there is a point of temptation, yes, ya kwamba kuna wakati wa kujaribiwa ndiyo, and there is a point of desperation. na kuna wakati wa Desperation is when it seems that there is no other hope. ile kukata tamaa, inaonyesha ya kwamba hauna tumaini. That if nothing changes, I'm going to die. Kama hakuna kitu ambacho kitabadilika, nitakufa. That unless God comes, I cannot be saved. Kama Mungu hatakuja, sitaokolewa. But even at that point of desperation, Lakini hata katika hiyo wakati wa kukata tamaa, you should fear God and not fear man. lazima muogope Mungu, si mwanadamu, And you should not aim to save man na tusitarajie kumwokoa mwanadamu over God. kuliko Mungu. Hallelujah. Amen. I want us to look at the story of the widow of Zarephath again. Nataka tukaangalie ile historia ya ule mjane wa Zarephath. Zarephath. I want us to look at that story again with our fresh eyes. Nataka tuangalie habari hiyo na Is it macho in ambayo iko 1 wazi. Kings chapter 17? Mfalme wa kwanza. I think he's in 17. This is after Elijah has done all this work fighting the prophets of Baal. Hii ni baada ya Elijah kupigana na First Kings mfalme wa chapter Baal. Chapter 17, 17. verse 7. From verse 8 there. So let us look at this story again. I don't want us to go at the whole of it because of time, but I want us to look at from verse 10. Verse number 10. The Bible says, Yes. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, Yes. and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Yes. Just continue a bit so that. Verse number 13. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be
will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. She Amen. went away and did as Elijah had told her. Mhm. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Even For the verse 16. jar, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen. Hallelujah. Just look at this story with me carefully. Angalia habari hizi kwa makini. So pretend, or imagine now you are the widow. You are that lady of Zarephath. Sasa we jiweke katika kiatu ya huyo mwanamke wa Serapta. Because we look at her as if she was someone distant. Tunamwangalia mtu huyu ni kama ni wa mbali sana. But just enter her shoes now. Sasa we jiweke katika kiatu chake. This is the possession. Hii ndiyo sehemu. There is famine. Kuna jamii. Means there's no food anywhere. Hakuna chakula popote. It has not rained for a long time. Hakujanyesha miaka mingi. You have now gone to gather some sticks for fire to come and make one last meal for you and your son. Sasa umeenda kuokota kuni ndiposa ukaje kutengeneza chakula cha mwisho. And this is a last supper. Na hii ndiyo chakula cha mwisho. Kind of meal, because there's nothing else. Hakuna chochote kingine. I'm talking of fearing God during times of desperation. Ninazungumza kumwogopa Mungu katika nyakati za kukata tamaa. And as she's now thinking about her possible death with her child, Sasa anafikiria jinsi ambavyo atakufa pamoja na mwanawe. enters this prophet. Na huyu nabii anaingia. There's a way prophets of old used to look. Kuna vile ambavyo nabii wa kitambo walikuwa wanafanana. It's as if they wore some clothes that you could easily identify them. Ni kana kwamba walivalia mavazi ambayo ungewaona na ungewajua. Because the Shunammite woman just looked at Elisha and said, I discern this to be a man of God. Kwa sababu ule mwanamke Mshunani alimwangalia Elia na akasema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. And now the widow Zarephath is not even asking whether this is a man of God. It's as if she just knew this is a man of God. Sasa huyu mwanamke wa Serapta anauliza, anajua tu kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. So again, we are now the widow of Zarephath. Sasa sisi ni wajane wa Serapta. This man comes. Huyu mtu anakuja. He looks like a prophet. Anaonekana kama nabii. And he asks for water. Na anauliza maji. Water is easy to give. Maji ni rahisi kupeana. But as she's going to give the water, na wakati anaenda kupeana maji, he calls her back a bit. Anarudi nyuma kidogo. He says, prepare for me. Anamwambia nitengenezee some food. Chakula. I'm not going as per verbatim what is written there. We are now imagining. Tunafikiria tu. So I'm supposed to prepare you some food. Sasa mimi inanipasa nikutengenezee chakula. There is famine all around. Na kuna kiangazi kila mahali. I only have enough. Niko na tu kidogo. For myself and my son. Ya mwanangu na mimi. And it's not even to sustain us. It's to eat and then there's nothing else. We wait for death. Ni sasa tukule na tungojee kufa. So she clarified the issue with the prophet. Sasa akaeleza jinsi ambavyo hali iko na nabii. And she told, I have just a little. Na akamwambia niko na chache tu. I was even preparing a last meal for me and my son. Nilikuwa naandaa chakula cha mwisho yangu na mtoto wangu. Yet this prophet of God. Sasa huyu nabii wa Mungu did not seem to sympathize with her situation. Hakuonyesha ile huruma. Did not seem in quotes. Anakaa ni kama hajali. Anakaa ni kama hajali. Did not seem as if he cared. Inakaa ni kama hajali hali. He just saying proceed and make for me. Yeye anamwambia tu enda unitengenezee. But the thing that ties this up and makes sense for the widow of Zarephath. Lakini kitu ambacho kinaweka hii maneno pamoja. It is not what this prophet is saying. Si kile ambacho nabii anasema. Let me tell you. Acha nikwambie. I started today by appreciating mothers. Nilianza leo kwa kuwashukuru wa mama. And I say that a mother will do anything for her child. Nikasema kwamba mama atafanya chochote kwa mtoto wake. I even say that at the cross. Na nikasema pale msalabani. When the disciples are deserted, there is only one disciple who was there. Wakati wanafunzi wote walikimbia kulikuwa na mmoja tu. Jesus' mother, every mother was there. Mama wa Yesu alikuwepo. That is how much a mother loves you. Hivyo ndivyo mama anakupenda. Even when he was crucified. Hata kama alisulubiwa. She was standing right there at the foot of the cross. Alikuwa amesimama pale chini ya msalaba. The story that started with angel Gabriel telling her that you are going to give birth. Hiyo habari ambayo ilianza na malaika kumwambia kwamba utazaa mwana wa kiume.
that the Holy Spirit is going to encompass you. Roho Mtakatifu atakujaza. The story that continued, Hiyo habari ambayo iliendelea, that when the boy was 9 years old, ya kwamba wakati huyo kijana alikuwa he's challenging the 9 years old. miaka 9, He's challenging the prophets in the temple. anawatia changamoto wale And when they came to look for him, wakati walikuja kumtazama, he said that why are you looking for me when I'm doing my father's business? anauliza ya kwamba kwa nini mnaniangalia, mnanitafuta na ninafanya kazi ya The baba mother yangu. was still observing this son. Mama yake bado alikuwa anamtazama. And when there was no wine at Cana, Wakati hakukuwa na mvinyo, she came to him, son. alikuja kwake akamwambia, She provoked the first miracle. akafanya ile muujiza wa kwanza. When the crowds did not know who Jesus was, Wakati watu wakujua Yesu ni she nani, provoked that first miracle. alifanya ile muujiza wa kwanza. And now at the end of the story, Na pale mwisho we see her still there, tunamuona akiwa pale waiting upon her son and her master, the Lord. akingojea mtoto wake na bwana wake. A mother will die with you. Mama atakufa na A wewe. mother dies with her child. Mama anakufa na mwanawe. So it was not easy for the widow of Zarephath to think of giving the last food to you because you're a prophet. Haikuwa rahisi ya ule mjane kukupatia wewe chakula anapofikiria mtoto wake. Hello? Halo. You are a prophet, but this is my son. Wewe ni nabii lakini huyu ni mwanangu. But in verse number 14, Lakini katika mstari wa 14 Elijah says Eliya anasema, that this is what the Lord, hii ndiyo Bwana anasema. this is what the Lord has said. Hii ndiyo Bwana anasema. Hello? Hello. This is what the Lord has said. Hii ndiyo Bwana anasema. We do not see her arguing again. Hatuoni yeye akibishana tena. This is what the Lord has said. Hii ndiyo Bwana The anasema. next verse says she just went and prepared. Kifungu kinachofuata anasema kwamba alienda na akaandaa chakula. So who do you fear? Do you fear man or do you fear God? Unamwogopa nani, Mungu ama binadamu? When it came to a prophet, Wakati ilikuja kwa nabii, she was debating a bit. yeye alikuwa anabishana. But you know, I only have a little flour Unajua niko na unga chache tu, and we are going to cook this and eat and die. na tunaenda kupika hii na tule na tufe. But when the prophet talked about God, Wakati nabii that it is alizungumza God who kuhusu has said, that ni it is Mungu ambaye God who anasema, has commanded, ni Mungu that it is ambaye God who ameamrisha, has ordered ni it, Mungu ambaye ameamrisha she hii, did not argue again. hakubishana tena. She proceeded to prepare that food. Aliendelea kuandaa chakula. And that is why we have her recorded in scripture. Hapa ndipo ambao tunapata ya kwamba imeandikwa kwenye That Biblia. is why she's recorded in scripture. Ndiposa inaandikwa kwenye Biblia That the jar of oil never finished, the flour never finished. ya kwamba mafuta hayakuisha na unga haukuisha. But it is because God was involved in Ni this. kwa sababu Mungu aliingilia katika hali hiyo. So who do you fear? Unamwogopa nani? Do you fear man or do you fear God? Unamwogopa Mungu ama mwanadamu? In your most desperate time, Katika wakati wako wa kukata tamaa, when there seems to be no other solution available, wakati hakuna suluhu ingine ambayo inapatikana, can you be like the widow of Zarephath unaweza kuwa kama mjane wa Sarepta and say, if the Lord has ordered this, na useme kama Bwana ameamrisha hili, if the Lord has said that I do this, kama Bwana amesema nifanye hili, I shall do it. nitafanya. So who do you fear? Wewe unamwogopa Do you nani? fear man Unamwogopa Mungu or do you fear God? ama unamwogopa mwanadamu? And if you are leaning to the side of fearing God, Na kama wewe umeegemea katika sehemu ya kumwogopa Mungu, you are on the right side of eternity, uko katika nafasi kuu, because he is the King of Kings. manake yeye ni mfalme wa wafalme. There is no situation that is so desperate that he cannot intervene. Hakuna hali ambayo hawezi ingilia, There's nothing that he cannot do. hakuna kitu ambacho hawezi fanya. He makes the impossible possible. Anafanya ile isiyowezekana iwezekane. Hallelujah. Amen. What you cannot see with your naked eyes, Kila ambacho huwezi kuona na macho what you yako, cannot discern, kila ambacho huwezi fikiria, he has already ordered a way out. yeye amefanya njia. It's only for you to show whom do you fear. Ni wewe tu kuonyesha wamwogopa Are you going nani. to respect men? Utawaheshimu wanadamu, Are you going to honor their opinions more than God? utaenda kuheshimu vile ambavyo wanasema kuliko Mungu, Or are you going to fear God ama utamwogopa Mungu and go to the extra mile? na ukaende katika hatua nyingine. The miracle does not come to those who fear men. Miujiza haikujii wale ambao wanamwogopa The wanadamu. miracles like the widow of Zarephath experienced Miujiza inakuja kama ule mjane wa Sarepta, come to those who are willing to walk outside the boat like Peter. inakujia wale ambao wanatoka katika
Melikebu kama The miracles come to those who are willing to walk outside the boat. miujiza inawakujia wale ambao wanatoka kwenye That melikebu. even in the storm, Hata katika ile dhoruba, even when the wind is blowing so much, hata katika mawimbi, but because Jesus is saying, come, kwa sababu Yesu anasema njoo. Simon Peter was willing and risked his life by walking on the water. Peter yeye alikuwa alihatarisha maisha yake na akatembea kwenye maji. Unless we become so courageous in the Lord that we are able to trust him, Lazima tuwe na ujasiri wa kuweza kumtumainia. no matter how the situation looks. Haijalishi hali iko vipi. Fear God, Mheshimu trust Mungu. God, count on him. Tumainia He Mungu. is dependable. Mtegemee Mungu. Hallelujah. Amen. He is the only one that will not change. Ni yeye ambaye habadiliki. Everything else will change. Kila kitu kitabadilika. Everybody else may betray you, Kila mtu anaweza kusaliti, but he will never leave you nor forsake you. lakini yeye hawezi kuacha wala kupungukia. He is always on your side, Yeye ako katika sehemu no yako. matter the temptation. Haijalishi hali. When the food was presented and Daniel did not eat, Wakati chakula kililetwa na Danieli hakula, among all the ones who were eating, katikati ya wale ambao walikuwa nakula, he looked the best. yeye alionekana mwema. Our God is faithful to sustain you Bwana yeye ni mwaminifu wa despite kukuweka. the temptation. Haijalishi hali. If it is a storm, Kama ni dhoruba, he is able to calm that storm. yeye ana uwezo wa If you show that you fear him, kama unaonyesha unamwogopa, if you show that your reverence is to him, kama unaonyesha wewe he unamheshimu, will do the impossible for you. atafanya kisichowezekana. Hallelujah. Haleluya. But if you fear men, Kama unaogopa wanadamu, if you fear men, kama unaogopa you wanadamu, want to please men, unataka kuwapendeza wanadamu, you want to do things so that men will glorify you, unataka kufanya vitu ndiposa wanadamu wakakusifu. they will just praise you here on earth. Watakusifu hapa And duniani, when it's all finished and done, na wakati umemalizika, you'll just be a great man who lived. utakuwa tu mtu mkuu ambaye aliishi. The fear of men has no ending. Ile hofu ya mwanadamu haina mwisho. The dust will just come to dust. Mavumbi yatarudi kwenye mavumbi. And all the achievements that you achieved in praising men, in praising them, na kila kitu ambacho ulipata kwa kuheshimu wanadamu will just be in the history records. itakuwa katika historia. But your soul will disappear forever. Lakini wewe But utapotea if you milele. fear God, Lakini unapomwogopa Mungu, your name will be in chapter 11 of Hebrews 11 jina lako litakuwa katika Waibrania of the 11, giants of faith, kwa wale wakuu wa imani, of the people who prevailed, watu ambao walishinda, of the people who are able to overcome. watu ambao walishinda. So today, whom are you going to fear? Sasa leo ni nani ambao utamwogopa? Are you going to fear God Utamwogopa Mungu despite everything? haijalishi Or are you chochote, going to please men? ama utapendeza wanadamu? And if you continue pleasing men, Na kama utaendelea kuwapendeza you can wanadamu, be sure, utakuwa na uhakika, like King Saul was rejected, kama mfalme Sauli alikataliwa, that the Lord is going to reject you. ya kwamba Bwana atakukataa. Any friend of the world Rafiki yoyote wa is dunia, an enemy to God. yeye ni adui wa Mungu. So if you are a people pleaser, Sasa kama wewe ni mtu wa kupendeza wanadamu, if all you do is maybe post pictures and put them on the social media so that people will validate you by liking the status, kama wewe ni ule mtu wa kupiga picha na kutuma pale mtandaoni ili uone watu watasema vipi, and if you see that you have received 1,000 likes, na kama unaona umepokea ile kupendwa 1,000, now that day you are very happy sasa siku hiyo unafurahi, because your validation comes from men. kwa sababu Hallelujah. Amen. Just clap for her. Pigie makofi apate nguvu. You should be more concerned of who or what God is thinking about you. Ya kupasa wewe ujali sana kile ambacho Mungu anafikiria kukuhusu. Always ask yourself. Jiulize. Like for example for me now. Kama mfano mimi. Yes, I'm a pastor here at JCC. Ndiyo, mimi ni mchungaji hapa JCC. But has God approved that pastorship in heaven? Lakini Mungu, je, yeye anajua mimi ni mchungaji pale mbinguni? Don't just take possessions on earth here and you are not recorded anywhere in heaven. Nisichukue tu sehemu hapa duniani na pale mbinguni siko mahali. Make sure that what is here men have given you Hakikisha kile ambacho wanadamu wamekupa hapa is good and is okay. ni nzuri. But make sure that you have an imprint in heaven. Lakini hakikisha kwamba mbinguni in the unajulikana. internal.
pale katika In umilele, the treasure that will never fade. ile hazina ambayo haitaharibika. And you can never get that when you fear men. Na uwezi ukapata hivyo kama wewe unaogopa wanadamu. After they have finished clapping for you, Wakati wamemaliza kupigia, I'm closing now. nafunga, Ask yourself, jiulize, am I the donkey that Jesus was riding on? mimi ni ile Punda. ambayo Yesu alipanda. Because when they were clapping, Kwa sababu walipokuwa wakipiga as Jesus makofi, was entering Jerusalem, wakati Yesu alikuwa anaingia they were Yerusalemu, shouting and they were putting the clothes on the ground. walikuwa wanashangilia na kuweka matawi chini. If you are the donkey, Kama unapunda, you'll be thinking that they are clapping for you, utakuwa unafikiria kwamba wanakupigia that they are makofi, cheering for you, ya kwamba wanakushangilia, that they are respecting you. ya kwamba You wanakuheshimu. don't know that they are respecting the one that you are carrying. Haujui ya kwamba wanaheshimu ile You ambayo don't know that they imekubeba. are acknowledging the one who is sitting on you. Wanajua ile ambao umeketi juu. So when all is said and done, Sasa wakati yote imesemwa, in ministry especially, katika huduma, when you are serving the Lord, wakati unamtumikia Mungu, let the applause wacha ile makofi of men ya wanadamu never enter your heart. isikuingie, Because it is a matter of who are you pleasing? kwa sababu ni wewe unapendeza Who nani? are you fearing? Unamwogopa nani? Let them clap, let them honor you. Wacha wakakupigie makofi na kukuheshimu, But be more worried. lakini Or ukaogope, be more concerned. Be more worried. ukaogope. Has heaven noticed what I have done? Mbingu inakutambua. Has God seen my sacrifice? Mungu anaona kujitolea kwangu. Has God recorded me as faithful? Mungu ameninakili pale kama mwaminifu. Hallelujah. Amen. And the fear of God will sustain you. Na ile hofu ya Mungu itakuweka. But the fear of man will destroy you. Lakini hiyo hofu ya mwanadamu itakuharibu. Let us pray. Tuombe. Father, we thank you. Father, we thank you. Baba, And tunakushukuru. we bless your mighty name. Tunabariki jina lako We kuu. thank you for you have taught us Tunakushukuru maana umetufunza that we should fear you. ya kwamba tukuogope. The scriptures say Biblia inasema that the fear of God ya kwamba kumwogopa is the binadamu, beginning. The fear of God kumwogopa Mungu is the beginning of wisdom. ni mwanzo wa hekima. Father, we pray that from today onwards, Baba, tunaomba kuanzia leo that our fear of you will ya increase. kwamba hofu yetu kwako, Our fear of you will increase. hofu yetu kwako itaongezeka. That we shall honor you more and more. Tutakuheshimu zaidi na zaidi. That we shall forget ourselves Tutajisahau wenyewe and remember only you. na kukumbuka wewe tu. That after all is said, Ya kwamba baada ya yote, may all the glory wacha and utukufu may all the honor na heshima be unto you. zikuwe kwako. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. Amen. Let us give a better hand clap of praise to God. Amen, amen, amen. How many of us are happy this morning? Ati tuogope Mungu kuliko kuogopa mwanadamu. Atakuona, atasema yake, lakini kazi ya mwanadamu hapa ni kidogo sana. Bwana asifiwe. Hata tukiishi tuseme kama mtule ameishi sana, ishi 120, 130, 140. After 140 maisha yake yanakuwa kama mvuke, yanaotoweka. Lakini kuna Mungu wa milele. Nikiongea hivyo na ngoja kwaya wasonge mbele, na naona wameanza kuelewa. Kuna kule kumwelewa Mungu ambaye tunayemwabudu kwamba ni Mungu wa milele. Hana kipimo cha nyakati na majira. Bwana Yesu asifiwe. When all is said and done, anabakia kuwa nani? Mungu. Na yeye hapimiwi masaa, hapimiwi miaka. Yeye ni wa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. So I want us to know that when we honor God, when we have the fear of God, we have elevated our lives to another level. Bwana Yesu asifiwe. Hatutabakia kuwa vile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nachagua kumwogopa Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu. Maana wanadamu wanakuanga na nyakati ambazo zinakwisha, lakini Mungu ni wa milele. Hallelujah. We want to give to the Lord, and today I wanted to ask my son to help me. Atakuwa anaimba na ananisaidia. Titani atanisaidia kucoordinate service leo.
Si mnafikirianga huko hakuna vipawa? Kuna vipawa mingi sana. I listened to him when he was coordinating our fellowship and I realized that he has something. So kutoka leo officially atakuwa na coordinate ibada. Bwana Yesu asifiwe. I'm so grateful for my son Peter and the family. I am so happy to see you. Feel welcomed in the house of the Lord. Feel in the hands of the Most High God. Bwana Yesu asifiwe. And I will honor you. Baadaye mtatusalimia ili humuintroduce kwetu, ajulikane na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Peter is one of the sons that I have brought him up. Mimi nimeonanga Peter akiwa seko, akiwa primary, akiwa mtoto mdogo. So to me I am so happy to see what ile begu nilipanda ilimea. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuanga na wamisando luko ushagua hatuwezi kuwaona hapa church. Si ni kweli Peter? That is the truth. You only reap what you plant. Kwa hivyo ukipanda, panda polepole bila kuharibu seed. Panda vizuri. Eka manyua vizuri, usiharibu. Bwana Yesu asifiwe. So I am a proud mother. I know I have brought sons. Na mimi niko na wana wengi. Nimeona Evans mahali. I have seen people that I have brought up when they were small and now they are big people. Nimeona Winnie kwa nyumba. You know, when Winnie came to church, she was a very small girl. And now she is a big girl. Huyu ukimwambia korogo ugali atakoroga. That means that we are growing to levels. Ndio? I saw Bruce. Juzi tu Bruce akizaliwa. Now he's a grown man. Nimeona Blessing akizaliwa. Saa hizi ni msichana mkubwa. Bwana asifiwe. Nimeona Jacob. Mimi sasa ni kama nimewaona basi nyi wote. Ni vile tu Modesta hakukuwa karibu ningemuona pia. So I'm grateful because I am seeing God in your lives. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tu Pastor Lucas akikuja kuchumbia msichana wetu. Bwana asifiwe. I am so grateful. Like I have a story of like every one of us. Bwana Yesu asifiwe. I am grateful for Muriuki in the house. May the Lord bless you so much. I am grateful for Mrs. Achoki. Nilimwambianga ananitianga moyo sana. I'm grateful for Mama Beatrice. You really are, Mama Christine, sorry. You are a blessing to us. Thank God you are here. Bwana Yesu asifiwe. Akina Blessing. Nyinyi ni wabaraka sana. Na ninaona ako wapi rafiki yetu? Sijamuona. Ni nani amkukuja? Belo ako wapi? Alienda kuona mama. Tuna miss. Huyo msichana wangu, I really miss you guys. You really are great people. Mama Omosh, sister to Kevin. Nyinyi ni wabaraka sana. Mama Judy aliniambia saa hizi pastor, utasikia ukinifuata tena. Hata nimeona pia Mama Samido aliamua kuna kufuatiliwa tena. May the Lord bless you so much. Hallelujah. My daughter back there pale karibu na mom. May the Lord bless you. I salute you. You are a blessing. Hata ukikaa tu hapo, I am really happy to see you. Bwana akubariki tu sana. You are such an amazing people to be working with, and I am really grateful. Tunataka tumwabudu Bwana. The tallest man in Africa ako hapa ndani. May the Lord bless you, my son. I am really amazed by his height. Baraza Junior anakonga mrefu, yani you know our people are really tall, but him alini amaze venye hata ameshinda Jacob hata ana height. So you know we are a blend of different kind of people, and I really love you guys. I honor you. Ninawaheshimisha sana mbele za Mungu na huwa ninawaombea. Nyinyi mnaniombeanga? Acha muone mkidanganya na Mungu anawasikiza tu. Mnaniombeanga? Acha niulize hii timu iko upande. Mnaniombeanga kweli? Kweli kabisa? May the Lord bless you. Mnaniombeanga kweli? Do you remember me and pray for good health? Mnaniombea maisha marefu? May the Lord bless you so much. Let us continue praying for one another because we see God when we work together as a team. Hallelujah. So karibu sana choir. Give us a number as we give to the Lord, and the Lord is going to bless us. I want you to prepare a nice offering and a gift to the Lord this morning. Before we enter into our second service, we want to give a nice offering. Where I come from, tuliambiwa hatufichangi sadaka. Tuliambiwa hivyo. Sadaka yetu sio siri yetu, ni siri ya Mungu. Just get a nice offering and hold it up and pray. Let us pray together as we give to the Lord.
Shika tu na mkono sadaka yako tunapomtolea Bwana. Baba Mungu, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya kutupa ili tukapate kukupea. Tunakupea sadaka hizi kama ishara ya upendo wetu kwako. Ukazipokee Bwana, ukabariki kila mkono ulionyoshwa kwa ajili ya kutoa. Wacha ukawapanulie mipaka. Wale ambao wanang'ang'ana na hali fulani, Bwana ukawapatie ushindi. Wacha ukaonekane kuwa Mungu, maana wewe ni Mungu wa kweli. Bariki yule ambaye hana na amekuja na moyo wake kukutolea dhabihu iliyo hai ambao ni miili yetu. Bwana wacha ukampokee, na wacha Bwana Jumapili ijayo asikose chochote kizuri cha kukupatia. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Haja ya moyo wangu, kilio cha moyo wangu, tamanio la moyo wangu, nikuone, mimi nikuone, sema haja ya moyo wangu, kilio cha moyo wangu, tamanio la moyo wangu, nikuone, mimi nikuone, sema natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, sema natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, nakutamani, sema Yesu, Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, wewe, sema Yesu, jina lako Yesu, nakutamani, wewe, natamani nikuone, niuone uso wako, nikuabudu, natamani nikuone, niuone uso wako,
lako ni kuabudu, ni kuabudu. Kila goti litapigwa, ndimi zote zitakiri kuwa Yesu, wewe ni Bwana. Kuwa Yesu, wewe ni Bwana. Kila goti litapigwa, ndimi zote zitakiri kuwa Yesu, wewe ni Bwana. Kuwa Yesu, wewe ni Bwana. 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 Oh, hallelujah. I give the choir an opportunity also to give as we pray for the offerings. Yaani kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana. Hallelujah. Yeye ni Bwana juu ya hali zote. Yeye ni Bwana juu ya magonjwa. Yeye ni Bwana juu ya hiyo vita unapigana. Yeye ni Bwana juu ya hiyo vita. Yeye ni Bwana wa mabwana. Nguvu zake ni za ajabu sana. Uweza wake uko juu sana. Anashinda hali zote unazozipitia. Hallelujah. Ningependa tukapate kuomba wakiendelea kutoa. Watamaliza kutoa kisha tutabarikiwa kwa pamoja. Tuamini, tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa matoleo haya tuliyokutolea kama ishara ya upendo wetu kwako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umetupa ili tukapate kukutolea. Wacha ukabariki kila aliyenyosha mkono, na wale hawakuwa navyo walikuja kujitoa kama dhabihu iliyo hai, ukawabariki pia. Tunakuheshimisha na tunakupenda, maana we ni Mungu ulitupenda tangia mwanzo. Jina lako liinuliwe sana. Tunatangaza ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kuwa wewe ni Bwana. Asante Bwana, maana wewe ni Bwana juu ya mabwana wote. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Nguvu zako hazilingani na nguvu zozote. Tunapoenda kuingia katika kipindi kingine, wacha pia ukatubariki, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen. I want us to pray as we enter into our second service while standing on our feet, and the Lord is going to bless us. Kama unatoa fungu lako la 10 na haukuwa umejileta hapa mbele ukaombewa, naomba ukasongee mbele tukapate kuomba na wewe. Wakati umetoa fungu lako la 10 ukapate baraka. The Bible says in the book of Hebrews, men who die receive these tithes on behalf of God. So it is not an error. It is the right thing to do when we receive the tithe and speak a blessing over your life. It is biblical. So I want to receive tithes. As you lift up your hands and close your eyes and face them forward, we want to pray for my son. Father, in the name of Jesus, I speak the blessing that accompany tithers, Lord, upon Dan. He is your son. He is a son of the ministry. I speak the blessings that addeth no sorrow upon his life. Jehovah God, may you bless the work of his hands, Lord. May he be expanded in the place of his dwelling. May he never lack anything good because of trust
trusting in you, Jehovah God, and obeying your word. Jehovah God, may the blessings of obedience accompany his life in the name of Jesus. I come against principalities and powers of darkness that arise against him in the name of Jesus. He is a blessed of the Lord, and no power of darkness can work against him, Lord. I safeguard him with the blood of Jesus that speaketh better things than the blood of Abel. And I speak the blessings of Titus upon his life in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I want us to pray for the offerings as we lift up our hands as a sign of receiving. Father, we thank you and we honor you because of the blessings of these offerings, and it is in Jesus' name we pray. Amen. I want us to pray as we begin the service, and I request the choir to be upstanding in the altar, and the Lord is going to bless you. Father, we thank you because of this morning. We appreciate you because of the grace to gather here. We thank you because of giving us the joy of the Lord in our lives, that we may gather here and worship you. As we praise you and as we worship you, Lord, may you take full preeminence, Lord. May you take over, Jehovah God. As we start the service, we are starting with you, and as we continue, we are going to see your presence. May signs and wonders and miracles happen in our service. May those that came sick go home healed in Jesus' name. May those that came discouraged go home encouraged in the mighty name of Jesus. We thank you and we honor you as we begin. We are beginning with you. In Jesus' name we pray. Amen.